chetu kiko wazi kwamba hatuna sababu ya kuendelea kung'ang'ania kutokuwa na mfumo wa uraia wa zaidi ya nchi moja. Na wale ambao wanafuatilia watakumbuka kwamba miaka ya nyuma, kwa mwaka 2004 tulikuwa na maswali mengi sana kwenye bunge, na mtu ambaye alikuwa anaongoza kuyauliza maswali yale ya maandishi na ya nyongeza kuhusiana na swala la dual nationality ni katibu mkuu wa sasa wa Chadema, Dr. Wilbrod Slaa. Kwa msimamo wetu uko wazi. Hatuoni ni kwa nini Mtanzania ambaye ametoka nyumbani kuja kuhangaika kwa ajili ya kutafuta maisha au maarifa, elimu au kadhalika, na akaona kwamba akichukua uraia wa nchi ya kigeni itamsaidia katika masuala ambayo anasimamia, kwa nini asiendelee kuwa na uraia wa Tanzania na uraia wa nchi hiyo? Lakini zaidi, sheria zetu za uraia zina tatizo zaidi, na alisemwa sana. Leo Mobare Makini akioa mwanamke wa Kimarekani, najua umeshaoa samani, mke wako sijaka, akioa mwanamke wa Kimarekani, watoto wake watakuwa wa Tanzania wakitaka. Lakini dada yake Mobare Makini akolewa na Marekani, watoto wake hawana haki ya kuwa Tanzania. Hili halikubaliki. Na tuna dada zetu wengi sana ambao tumewapoteza na wamepoteza watoto wao, au watoto wao wanaishi kwa shida kwa sababu ya sheria yetu ya uhamiaji ambayo ni haizingatii jinsia. Inaangalia zaidi sisi wanaume kuliko Watanzania wa jinsia ya kike. Sasa mambo yote haya ni lazima tuyarekebishe. Lazima tuyarekebishe muweze kupata haki ambazo mnastahili. Na mnastahili, nilikuwa naangalia leo kwamba nyinyi mnaohangaika huku kufanya kazi zozote ambazo mnaweza kuzifanya, mnajua nyinyi wenyewe kazi ambazo mnazifanya. Mwaka 2011 mmetuma nyumbani zaidi ya dola za Kimarekani milioni 350 kama remittance. Na ni taarifa ya Benki Kuu mwaka 2011. Remittances ambazo Tanzania wanaishi kokote duniani wanaofanya kazi zote ambazo wanazifanya, unajua wenyewe, mnajua wenyewe ni kazi ambazo tunafanya, umetuma nyumbani zaidi ya dola milioni 350. Hizi ni zaidi ya fedha zote za kigeni ambazo tunapata kwa kuuza chai, kahawa, korosho na pamba. Hizi ni zaidi ya mara 70 ya fedha za kigeni ambazo tunazipata kwa kuuza maua nje. Maana Nasara anagombana na wawekezaji wa maua kule, na tunaambiwa kwamba wanaleta foreign exchange, lakini nyinyi kwa kuhangaika huku mnaleta foreign exchange Tanzania zaidi ya mara 70 ya wauza maua ambao tunawapa all incentives. Tunaondolea kodi, tunawapa mikopo, tunawapa ardhi, lakini hela ambayo nyinyi mnatuma nyumbani ni zaidi ya mara 70 ya watu hawa ambao tunawapa incentives ya namna hiyo. Kwa mna haki zote, na wala sio za kulilia, ni za kupewa, ni zenu. Na sisi tunawagarantii kwamba tutaendelea kuwasemea na kuhakikisha kwamba mnafanya kazi hiyo. Mmezoea mara nyingi wanasiasa tukija, naambia wengi sana wanasema kwamba rudi nyumbani. Mimi siwaambii rudi nyumbani. Ninawaambia angaikeni, tafuteni pesa, pelekeni nyumbani.